Ukiangalia upande wa health, Mheshimiwa Spika, wanaingiza na mkono huu wanatoa 16% kwa cancer patients. Sisi tunataka kupigana na saratani. Kina mama wanaugua saratani, watu wa maskini ambao hawajiwezi, huu ugonjwa umewafikia. Ikiwa sisi tunaongeza mpaka kwa magonjwa, tunaongeza tax, tuna tax ugonjwa wa Kenya, wabunge wenzangu, tunaelekeza wapi taifa hili? Pale ndani ya State House, mkate peke yake na maziwa na nini, ile bilioni 13 mimi naiangalia nasema, jamani tuoneni haya. Mgala muweni, haki yake mpeni. Huyu ambaye tunamnyang'anya hizi pesa kwenda kufund vitu vya starehe ni mtu ambaye analia kwa Mungu kila siku asubuhi akiamka, Mwenyezi Mungu, natoka ndani ya nyumba yangu, nishukishie riziki kwa mikono yangu niweze kulea watoto wangu. Lakini sisi katika ile ruzuku yake tunaenda kukata. Kwa mfano, Mkenya anatoka nyumbani, mshahara wake ni 50,000 Mheshimiwa Spika. Katika 50,000 Mheshimiwa Spika, 24,000 yote inakatwa na serikali Mheshimiwa Spika. Hapo hiyo ni katika tax peke yake. Mara hii pay as you earn, sijui nini, kisha anabaki na 29,000. 29,000 kiangalia Mheshimiwa Spika, ana stima ataka kulipa, ana maji ataka kulipa, ataka kununua unga, ataka kupeleka mtoto shule. Mheshimiwa Spika, Wakenya wamechoka. Wakenya wamechoka. There's a point of order from the committee chairman. Asante sana Mheshimiwa Spika. Nimesikia rafiki yangu Mheshimiwa mbunge wa Mombasa akisema kwamba kuna kodi ambayo imewekwa kwa wagonjwa wa saratani. Ningetaka kwamba nieleze ni kipengele kipi katika huu mswada ambao unaongea kuhusu hiyo, kwa sababu Mheshimiwa Spika, haya mambo ya kumisinform ama kuwadanganya wa Kenya kwa mambo kama hayo kwa sababu ya siasa kabisa ni makosa na haifai kufanyika. Mama Zamzam, that is a fair challenge. Order. Order. That's a fair challenge. Can you point out which Ngoja nipe nafasi Mheshimiwa Spika, nitaiangalia kisha kipengee mahali kiko. Lakini kiko Mheshimiwa Spika, nipigieni kelele, mimi sijali, nitawaambieni ukweli. Wakenya wanahangaika. Mmekuja hapa, mmelipwa pesa, mmepewa pesa nyingi kuja kuwa Wakenya katika bunge hili. Order. Order, honorable members, order. Order, Mama Zamzam. Order, Honorable Zamzam. Order, Honorable Zamzam. Order, KJ. Order, members. We were doing so well in terms of decorum and production from members until we reached here. Mama Zamzam, order, standing order 91. Every member is responsible for the accuracy of any facts which you allege. And the Speaker doesn't get involved in your allegations until you are challenged. When a colleague challenges you, the easy thing is not to raise your voice. The easy thing is to say, this is found in clause this and that of the bill. And it ends there. That is how you discharge your responsibility. If it is not in the bill, then the challenge becomes legitimate, and the decent thing to do is to withdraw and move on with your other contributions. Order. The Speaker needs no assistance. Honorable Kamket. Honorable Zamzam, if it is in the bill, point out to the chair of the committee. If it isn't, just withdraw and move on with your other contributions. Order. We are going to have orderly debate.
Mama Zamzam. Asante sana Mheshimiwa Spika. Nafikiri nimechanganyikiwa na ile import duty na hii ya hospitali. Mimi nataka niwaambie kitu moja. Honorable Zamzam. Mheshimiwa Spika, nimekubali. Kama haiko uiondoe alafu uendelee. Haiko Mheshimiwa Spika, lakini pesa ambazo wanafanya za matumizi ni nyingi. Haiko, nimekubali. Order Mama Zamzam. Order honorable members. Take your seat Mama Zamzam. Order Mama Zamzam. Order. Order. Order Mama Zamzam. Mama Zamzam. Order. Mheshimiwa Zamzam, wewe ni mheshimiwa na mama wa heshima, na mimi nakuheshimu sana. Wewe huongea Kiswahili sanifu na huwa unasema mambo yanayoeleweka. Kuanza kuchibisana na wenzako across the floor ni kushusha heshima yako. Sasa nakwambia, ondoeni ile ulisema kwamba haiko na uendelee na mambo mengine. Kubishana na kupiga kelele haina faida kwa hii chumba. Order. Order. Honorable Mbadi, order. Order. Honorable Mama Zamzam, withdraw and proceed. Honorable Mbadi wants to mislead you. Just withdraw and proceed. Order, Honorable Mbadi. Give Mama Zamzam the mic. Huh? I withdraw Mheshimiwa Spika. Well done. Now proceed. Sasa na proceed. Lakini Mheshimiwa Spika, watu wakija hii bunge kila mtu ametoka kwao amepigiwa kura zake Mheshimiwa Spika. Just proceed without complaint. Mimi hata nitalalamika kwa sababu amenitukana ule mzee na nywele nyeupe. Mheshimiwa Spika, mimi naangalia katika hata cooking stove ya kupikia wameongeza 3%. Wameongeza 3%. Naangalia motorcycle, Mheshimiwa Spika, wale wa mabodaboda ambao walipromisiwa mambo itakuwa shwari, tutafanya hivi, bodaboda wameongezewa 3% katika custom values. Mheshimiwa Spika, hawa pia hata tairi ya gari ya bodaboda ya wheelbarrow, tairi ya kushika wheelbarrow, mulikuwa mnaweka tairi wheelbarrow iko na tairi. Wacha kwa fuel, kama mmeongeza shilingi 9, mumeongeza kila mahali. Kama mmeongeza shilingi 9 kwa mafuta, mumeongeza bidhaa zote. Mheshimiwa Spika, mimi nataka kuambia mgala muweni haki yake mpeni. Nyinyi mlidanganya wananchi, mkasema bodaboda, mama mboga mtakuja kuwasaidia katika jumba hili. Mmepewa 100,000. Order. Yes, Honorable KJ. What's your point of order? Mr. Speaker, I'm standing on a standing order that provides for a member to be relevant when they are debating. Mr. Speaker, the honorable member has been on a tirade, misinforming this House and by extension misinforming the nation on gossip that has been peddled on social media and headlines. This gossip is what she has crept into the House, Mr. Speaker. And Mr. Speaker, the point... Take your seat. Honorable members, order. Order, honorable members. I want us to have decorum in the House. And from now going forward, when you stand on a point of order, tell me which standing order you are standing on. And Honorable Zamzam, the etiquette of debate is such that when a colleague says point of order, you immediately resume your seat. You don't lose your time. You resume your seat, you hear the point of order, and then you proceed. What you are doing is wrong because the moment you hear point of order, you are raising your voice and menacing your colleagues with fingers and so on.
It is not good. Finish up your contribution. Your time is almost up. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mimi nimalizie nikisema, pengine nikiongea na sauti hii ndio Wakenya watanielewa. Mimi nataka niwaambie Wakenya, mumeuzwa na serikali mliochagua. Mkate, edible oil na gari ilikuwa ni mchezo wa drama. Sasa shetani yuko ndani ya bill. Pesa wamejilimbikizia ya starehe, ya kufanya mastarehe zao. Wakenya mmesaulika. Sisi upande wetu tunasema mtusaidie kujisaidia. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mr. Speaker, I stood up on a point of order that I was wanting for you to superintend over, Standing Order number 91, that a member should be responsible for the statements they make on the floor. Mr. Speaker, all the matters that she has prosecuted do not exist in the finance bill that we are debating. She's talking about tires. She's talking about wheelbarrows. She's talking about issues that have been canvassed here by the finance chair, where he explained very well that if a motorcycle is to be assembled in Kenya, it is not subject to some of these taxes. Order. But she is misleading the nation by making it look like this exists in the finance bill, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kindly find her out of order according to the provisions of our standing. Order. Thank you. Unfortunately, KJ, she has already left the floor, so I cannot make a ruling against her. Secondly, honorable members, you have a bill before you. You also have a report. Order, members on their feet, take your seats. You have a bill before you. You also have a report of the committee. The mover of the bill extensively made reference to the report, said this has been dropped, this has been dropped, this has been dropped. You may be convinced, you may not be convinced. When you are debating, make your reference to the bill. You're also at liberty to make reference to the report. Nobody will be tailored to have one track. Make your reference to the bill, make your reference to the report. What I will not allow you to do is to say things that are neither in the bill nor in the report, the way Mama Zamzam was trying to do. Wachira Karani.